Yes, nimebeba maono ambayo Mungu amemuita kwenye huduma hii. Yes, ambayo inaitwa HGAM Ministry, mabano tunasema ni Holy Ghost and Angelic Manifestation. Lakini pia tunasema kwamba HGAM Ministry imebebwa na andiko ambayo inasimamia kama msingi wa huduma yetu ni Isaya 57 mstari wa 15. Yes, Isaya 57 mstari wa 15 ndio ambayo imebeba huduma yetu ya HGAM Ministry. Yes, Ivan tunaomba utusomee. Oh, kumbe Ivan anaandika. Okay, ambaye ana Biblia karibu atusomee. Yes, Ivan ana rekodi vyote hivi, lazima viweze kuwa recorded. Yes. Karibu Mama Apostle. Yes, karibu Mama Apostle, tusomee Isaya 57 mstari wa 15. Huu ndio msingi wa HGAM, umetengenezwa katika neno la Kristo Yesu. Shalom, utasoma Isaya 57 na ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Amen. Anasema na kufufua mioyo yao waliotubu. Maana yake wale waliotubu, waliomrudia Mungu lazima wafufuliwe. Maana yake kufufua, maana yake tunasema ni kitu ambacho kimekufa, yaani hakina mwanzo wala hakina mwisho, hakijulikani wala hakitamaniki. Yes, kimeoza. Sasa Kristo Yesu, sasa Yesu Kristo anakwenda kufufua mioyo ya watu. Lakini pia utakatifu, sisi HGAM Ministry tunatangaza utakatifu kama Kristo Yesu alivyokuwa mtakatifu. Lazima tuwe watakatifu mbele ya Kristo Yesu. Yes, hivyo ndio neno ambalo linasimamia huduma yetu, lakini tunamwabudu Mungu aliye juu ya yote. Yes, tumeona hapo, yeye aliyetukuka, yeye aliye mtakatifu ni Mungu wa yote. Yes, kwa hiyo ndio tunasema kwamba HGAM Ministry, Holy Ghost and Angelic Manifestation. Sasa tunakuja kipengele cha pili, tunasema kwamba maono ya HGAM Ministry. Yes. Cha kwanza tumesema lazima hawa watu waweze kuwa watakatifu. Yes, hilo ndo jambo la kwanza. Yes, na tunamwabudu Mungu wa kweli asiyechanganywa na kitu chochote. Ni Yesu Kristo mwenyewe, katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Lakini maono ya pili ambayo tunayo kama HGAM, wana HGAM Ministry, ni kwamba huduma yetu hii imebezi sana kwenye suala la uponyaji. Yes, uponyaji, deliverance. Yes, lakini kwenye uponyaji pamoja na deliverance ipo katika misingi mikuu minne, ambalo la kwanza, uponyaji ama deliverance itafanyika kwenye swala la ndoa. Yes, swala la ndoa. Swala la pili tunasema ni afya, swala la afya, kwamba makansa, sijui manini, madude, magonjwa kila namna, udhaifu wa kila namna unatakiwa uondoke. Lakini jingine tunasema kwamba ni financial. Yes, prosperity, watu lazima wafanikiwe, yaani adui atake asitake, yaani hapo hana nafasi, watu lazima wa prosper. Na wengine mmeshakuwa mashahidi, mmeona.
Yes, mmeona kazi ambayo Mungu anaifanya. Yes, kwenye swala la ndoa watu mmeona Mungu anavyoinua watu, Mungu anavyoweka watu wakae katika ndoa zao na kusimama katika misingi ya ndoa. Yes, asiyokuwa na ndoa lazima apate ndoa. Yaani hiyo ndio kazi yetu. Na si tu kupata ndoa, lakini ndoa hii lazima idumu miaka na miaka mpaka mwisho wa dahari. Lakini jambo la 4 tunasema huyu mtu lazima awe na mahusiano mazuri na Mungu, relationship with God. Maanake tayari hapo tunasema the spirit, ni roho yake iwe na mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Hiyo ni maono ya pili. Lakini maono ya 3 ya HGAM Ministry, huduma yetu ni ya kimataifa. Ni ya kimataifa. Na kama ni ya kimataifa, yes, kwa hiyo lazima tuendeshe katika misingi yani tusimamie misingi tuweze kuwafikia hawa watu katika mataifa yote, ni dunia nzima. Ndio maana ukiona hiyo picha hapo ya HGAM utakutana na dunia. Yes, dunia na mabara, alafu kuna Roho Mtakatifu. Yes. Kwa hiyo lazima tuweze kuwafikia dunia nzima. Sasa lazima tuweze kuwa na vitendea kazi. Ndio hivyo ambavyo tumechagua viongozi ambao yes. Lakini tunasema ni kuwafikia mataifa. Lakini pia maono yetu ya pili si tu kuwafikia mataifa, ya 3 ya 4, si tu kufikia mataifa, lakini mataifa wamrudie Kristo Yesu, wamjue Mungu, zile ahadi ambazo wameahidiwa na Kristo Yesu. Yaani kama kuna mtu aliletwa hapa duniani awe fulani, awe tajiri, awe kingdom financier, yani lazima hilo jambo lisibitike. Wenye magonjwa wainuke, mpaka wafu wafufuliwe. Yes, tunataka wafu wafufuliwe. Ndio kazi ya HGAM, wafu wafufuliwe. Yes, walikuwa masikini wainuke. Yani tunataka hivyo. Yes, kwa tutawafikia dunia nzima. Yes, kwa hiyo ni dunia nzima. Yes, lakini maono mengine ya 5 tunasema safari ambayo tumeianzisha ni safari ambayo haina kugeuka nyuma. Yes, ni safari ambayo haina kugeuka nyuma. Na tumemwomba Mungu, yoyote ambaye anaona kwamba yeye hataweza, ni heri aseme mapema kwamba jamani, mimi niacheni kwanza nikaage kwanza familia yangu, niacheni kwanza sijui nikafanye biashara zangu. Yes, na ndio maana mmeona kuna wengine tumewatoa kwa sababu wamesema acha kwanza tukafanye biashara zetu, acha kwanza tukafanye 1 2 3. Yes, sasa nasema yoyote ambaye anamfuata Kristo akageuka nyuma, huyo hafai katika kazi yake. Yes, na Gideoni anaitwa na Mungu, anaambia naomba ukaokoe wana wa Israeli. Anaambia sawa, anaambia andaa jeshi, akachagua jeshi zaidi ya watu 3,000. Lakini Mungu akaniambia nisikilize Gideoni, hao uliowachagua ni wengi. Gideoni anashangaa. Yes, wengi nenda waingize majini, kwenye maji, wapitishe kwenye maji. Usiwaambie hiyo siri. Yoyote ambaye atakayekunywa maji kama vile mbwa anavyokunywa maji. Unajua mbwa anavyokunywa maji? Maana yake anaangalia huko na huko ndo anakunywa maji, anaangalia huko na huko ndo anakunywa. Yes. Sasa kuna wengine walipoingizwa wakaanza kutafuta vyombo vya kwanza kunywa maji. Wale wote wakatengwa, akaja akapata watu 300. Mungu akamwambia hilo ndio jeshi ambao utakwenda kupigana na watu zaidi ya 10,000. Elewa. Kwa hiyo ndivyo jinsi ambavyo Mungu anakwenda kutushuhudishia. Yes, kwa hiyo kumbuka hii ni huduma ya kimataifa. Yes, kwa hiyo itaendeshwa kama Roho Mtakatifu atakavyoweza kutuongoza sawasawa na sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Yes, kwa hiyo tutawafikia mataifa, na nimesema kama wewe ni kiongozi, jua kwamba wewe ni kiongozi wa kimataifa, si tu kwamba wa Tanzania. Wewe umenielewa? Wewe utakuwa ni wa Kenya, ni Uganda, sijui wapi. Yes, kwa sababu HGAM Ministry ni kama vile hospitali, clinic, hospitali ya taifa. Yes, kwa hiyo watu watatoka huko watakuja, wengine yes, watakuja watahudumiwa, watarudi kwenye manchi yao. Yes, kwa hiyo yanayokuja huko mbeleni ni mazuri sana, ni makubwa mno. Dunia inakwenda kupata utukufu wa Kristo Yesu.
kupitia watumishi wake. Lakini kumbuka Apostle Uriel, kama yeye hawezi kufanya chochote pasipokuwa na watu. Kwa hiyo ajenda ya 6, maono ya 6 ni kuwa na viongozi, ambao viongozi wetu ndio nyinyi ambao Kristo Yesu amewachagua. Yes, amewachagua. Lakini Mungu huwa hamlazimishi mtu kwenye kazi yake. Ukikataa hawezi kukuforce. Yes, hawezi kukuforce. Kwa hiyo ukiona bado, basi unasema jamani, mimi kwa sasa siko tayari. Mapema utuambie. Yes, tuambie mapema kwamba jamani, mimi hapana. Yes, kwa sababu mwingine anasema labda mimi sina uzoefu, sina nini. Mungu anapokuita angaliaje uzoefu. Hilo nitakuwa ulijue. Na ndio maana alipokuja kulikuwa kuna Mafarisayo na Masadukayo, waandishi sijui nini waliobebwea kwenye mambo hayo ya Biblia, wamesoma Torati, lakini hakuwachagua hao. Alienda kuwachagua wavuvi wa samaki. Sasa ukiangalia wavuvi wa samaki wapi na wapi? Wana sheria wapi na wapi? Walimu wapi na wapi? Madaktari wapi na wapi? Kwenye kazi ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Umeelewa? Kwa hiyo mwingine anasema mimi bado sina uzoefu. Sisi hatuangalie uzoefu. Unataka ujiongoze kwa akili zako? Unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu, ndiye akuongoze. Kwa hiyo pale utakaposimama na kusema si wewe, yani hicho ndicho tulichomuomba Mungu na ndicho ambacho kinatokea. Na wewe sasa hivi si unajiona huwezi kusema, ngoja ifike zamu yako. Utajikuta unaozungumza kwa namna ambavyo hujawahi kuzungumza, maana si wewe unayeweza kujiongoza. Lakini pia kitu kingine, kwa sababu Mungu amekugea hii nafasi. Yaani malaika wa Bwana lazima afanye kazi na wewe. Yes, kwenye kazi zako lazima mambo yako yanyooke. Yaani hilo tumemuomba Mungu. Yes, asubuhi, mchana na jioni, kwa utukufu wa Kristo. Namba 7, lazima tuwe na ma-intercessor. Ma-intercessor ni wale ambao kiongozi wetu wa maombi yupo. Yes, kiongozi wetu wa maombi yupo. Lazima tuwe na ma-intercessor. Hawa kazi yao watakuwa wanasimamia malango ya maombi. Yes. Kwa hiyo wewe kiongozi wa maombi, wewe unachagua tu fulani utasimamia kuanzia muda fulani mpaka muda fulani, fulani utasimamia muda fulani mpaka muda fulani, fulani muda fulani mpaka muda fulani. Yes. Na anapoambiwa yule fulani, manake wote ma-intercessor wanaingia kwenye maombi. Yes. Lakini hao wengine, kiongozi wetu tunajua kwamba kiongozi wetu labda ni Angolo leo, ama kiongozi wetu leo ni Tina, kiongozi wetu labda ni Priscilla, kiongozi labda ni Ivan. Kwa hiyo Ivan yeye ataongoza maombi ya hayo masaa. Yes, lakini amri itatoka kwa nani? Kwa kiongozi wetu wa maombi akisaidiana na msaidizi wake. Yes. Yes. Glory to God, to God be the glory. Kadiri Roho Mtakatifu atakavyoweza kutuongoza, basi maono mengine yatazidi kuja na kuja na kuja. Yes, mimi nimefika mwisho hapo kwa leo. Karibu Mama Apostle. Yes, ufanye introduction. Mimi kwa majina yangu naitwa Apostle Uriel Vincent. Yes, jina langu mwanzoni nilikuwa linaitwa Charles Vincent. Yes, Mbeya, lakini sasa baada ya kuja kwenye huduma Mungu amenigea jina jingine ambalo nimebatiziwa, hilo linaitwa Uriel, lakini tunaongeza ni Apostle Dr. Uriel. Mimi ni daktari wa binadamu kabisa. Yes, kwa hiyo lakini ndivyo Mungu ameniita kwenye huduma yake. Yes, glory to God, to God be the glory. Kristo Yesu anawapenda, msiogope, mna nguvu na tumemshinda Ibilisi. Karibu Mama Apostle. Yes. Shalom, shalom watumishi wa Mungu. Tunawapenda. Mungu anawapenda zaidi. Mimi pia nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya huduma, nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya Apostle. Pia nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi mliochaguliwa. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Kwa majina naitwa Juliana Alfred Mwenda. Nimeokoka, nampenda Yesu. Na mimi pia nipende kusema ya kwamba nilikuwa kwenye huduma ambako nilikuwa ni kiongozi. Wakati nachaguliwa nilikuwa siwezi chochote, lakini
kupitia Roho Mtakatifu anatusaidia, anatuwezesha. Ndio maana kila siku tunapoingia kwenye maombi tunasema tumuombe Roho Mtakatifu aweze kutuwezesha, Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, kwa sababu kama alivyotangulia kusema Apostle kwamba huduma yetu inaongozwa na Roho Mtakatifu. Hatujiongozi kwa akili zetu wenyewe. Tukisema tujiongoze kwa akili zetu wenyewe, hatutafika mbali, tutaishia njiani. Kwa hiyo tukimkaribisha Roho Mtakatifu katika huu uongozi ambao tumepewa, Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia, Roho Mtakatifu anaweza kutukumbusha, Roho Mtakatifu anaweza kutuelekeza kipi tufanye na kipi tusifanye. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu. Sisi ambao tumepewa hili jukumu la kuijenga HGAM, usikate tamaa ukasema mbona hatuna hela, mbona hatuna ubao, mbona hatuna vyombo, mbona hatuna hiki. Nikwambie mwana wa Mungu, Mungu amesema sisi tusipomsifu, sisi tusipoijenga kazi yake, atanyanyua hata mawe, atafanya. Kwa hiyo katika wakati huu ambao tumepewa jukumu la kumtumikia Mungu kupitia madhabahu ya HGAM, ni tunaujenga ufalme wa Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Tuna thawabu. Anasema yoyote ambaye anamtumikia Kristo kwa nafasi yoyote ile, una nafasi, yani una thawabu yako huko mbinguni. Vile ambavyo unamuhimiza mtu katika kutoa michango, unamuhimiza mtu katika kuomba, unawahimiza viongozi kufanya mambo yao, una thawabu kwa Mungu kwa sababu unaujenga ufalme wa Mungu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe.